Kulikuwa na familia moja ya baba na mama waliokuwa wakimcha Mungu sana, licha ya kuishi katika hali ya umasikini wa kutupwa. Maisha yao yalikuwa ya taabu, lakini mioyo yao ilikuwa imejaa subira na imani. Walikuwa wakiamini ipo siku Mungu angewainua. Miaka ilipita, mwaka baada ya mwaka, lakini hakuna kilichobadilika. Polepole, jambo lisilotarajiwa lilianza kujitokeza mioyoni mwao. Tamaa. Ndiyo, tamaa ya kupata mali za haraka. Tamaa iliyokuja kimya kimya, ikakua hadi ikawa kubwa kuliko imani yao. Siku moja walikaa kimya kwa muda mrefu, kisha wakatazamana. Bila hata kusema mengi, walielewana. Uamuzi ulikuwa umefanyika. Wakaondoka usiku wa giza, wakielekea kwa mganga wa kienyeji. Walipofika, mganga aliwakaribisha kwa sauti nzito yenye fumbo. Aliwaangalia kwa macho makali, kana kwamba tayari anajua kilichowaleta. Baada ya kusikia shida yao, alitoa dawa na kisha akasema kwa sauti ya kutisha kidogo, kuna sharti moja tu, na msipolitekeleza mtajuta maisha yenu yote. Walishtuka kidogo, lakini walikuwa tayari kusikia. Mganga akaendelea, kuanzia leo hamtakiwi kabisa kushiriki tendo la ndoa. Mtaishi kama kaka na dada. Mkivunja tu sharti hili, mambo ya ajabu yataanza. Alinyamaza kwa sekunde chache, akawatazama tena, kisha akaongeza kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, kwanza, mimba itatungwa, lakini haitaonekana kabisa. Tumbo litakuwa kawaida, hakuna atakayejua. Waliangalia chini, wakaanza kupata hofu kidogo. Lakini si hilo tu, mganga akaendelea, mtoto atakayezaliwa hataonekana kwa macho ya watu. Ukimya mzito ukatawala chumba kile. Na hapo ndipo mwanzo wa mateso yenu utakapokuwa umeanza. Baba na mama walihisi baridi ikipita miilini mwao, lakini tamaa ilikuwa tayari imewashika. Kwa sauti ya pamoja wakasema, hatutavunja masharti. Mganga akatabasamu kidogo, tabasamu ambalo halikueleweka kama ni la furaha au la siri nzito. Kisha akawaaga. Waliporudi nyumbani, ndani ya muda mfupi tu mambo yakaanza kubadilika kwa kasi ya kushangaza. Fedha zikaanza kuingia, biashara zikafanikiwa. Kila walichogusa kiligeuka kuwa dhahabu. Ndani ya kipindi kifupi sana wakawa matajiri wakubwa kupita hata waliowahi kuwa dharau. Maisha yakawa matamu kupita kawaida. Heshima ikaanza kuongezeka. Majirani wakaanza kuwashangaa. Wao wenyewe wakaanza kusahau walikotoka. Lakini kadri siku zilivyokuwa zikisonga mbele, kulikuwa na jambo moja lilikuwa linaanza kujitokeza pole pole, kimya kimya, bila wao kuligundua mapema. Na siku moja